na Natalie anajaribu kupanda baada yake. Anapoteza mshiko wake na kuishia kuning'inia kwenye tawi. Pete anapanda haraka kurudi kumsaidia, lakini wote wawili wanaanguka chini. Natalie anaumia, lakini yuko sawa. Anamwambia Pete jina lake, na wawili hao wanajitambulisha. Muda si mrefu, watu wazima wanafika huku wakimtafuta Natalie. Jack anamuuliza kwa nini alizuruka msituni peke yake, na anawaambia kila mtu kwamba alikuwa akimfuata Pete. Grace anashangazwa na muonekano wa Pete. Baada ya kuishi porini kwa miaka 6, inaonekana mwiwi kabisa. Anamuuliza jina yake, anafanya nini msituni na wazazi wake wako wapi. Kisha anaona dira shingoni mwa Pete. Anapotembea kuelekea kwake kuirudisha, Pete anaogopa na kukimbia. Kabla hajatoroka, Gavin anamkamata. Pete anaanguka kwa nguvu kutoka kwenye miti na kupoteza fahamu. Mara tu Pete anapoumia, Elliot anahisi kwamba rafiki yake wa karibu yuko katika hatari na moja kwa moja anaanza kumtafuta. Wakati huo huo, Grace anampeleka Pete hospitalini. Wakati huo huo, Elliot anafuata harufu ya Pete msituni na hatimaye anamfikia Gavin na wafanyakazi wake. Akiwa na hasira, Elliot anaangusha mti mkubwa mbele yao. Gavin anatambua kwamba kuna kitu kikubwa kimejificha msituni, kwa hivyo anaamua kuuwinda. Likimrudisha hospitali, Pete hatimaye anaamuka na anachanganyika kujikuta amelala kitandani hospitalini. Daktari anamwambia Grace kwamba atakuwa sawa. Grace anamuuliza afisa wa polisi Pete ni nani na haganzi aliweza kuishi porini peke yake miaka 6. Afisa anaeleza kwamba watafanya uchunguzi, lakini hadi watakapompata jamaa yoyote, Pete atawekwa katika kituo cha malezi. Pete anasikia mazungumzo yote. Kwa kutotaka kumwacha Elliot, anatoka hospitalini kimya kimya na kukimbia. Karibu wakati huo huo, Natalie anaenda kumchunguza, lakini anagundua kwamba chumba chake ni tupu. Anawaambia kila mtu haraka kwamba Pete hayupo. Akiwa potevu katika mji usiomjua, Pete hajui pa kwenda. Anaendelea kuita jina la Elliot huku akikimbia mitaani. Muda si mrefu, Grace anamkamata na kumsimamisha taratibu. Kwa mara ya kwanza tangu miaka, Pete anapata faraja ya mtu anayemjali kweli. Wakati huo huo, Gavin na wanaume wake wanagundua menyo makubwa msituni. Hawawezi kuona kitu karibu na hatimaye wanaendelea mbele bila kujua kabisa kwamba Elliot amesimama kando yao huku akiwa haonekani. Grace anampeleka Pete nyumbani, lakini anajaribu kukimbia tena. Anamsimamisha na kumwambia kwamba alikuwa kama yeye hapo awali. Akiwa mtoto, alipenda msitu sana, kwamba ulihisi kama home, ndio maana hatimaye akawa mlinzi wa msitu. Grace anamwamini Pete kwamba siku inayofuata watatafuta mahali alipokuwa akiishi.